uchawi niliojifunza mtandaoni. Sikuwa na pa kuanzia zaidi ya kutafuta kiumbe alozaliwa na misukule wawili. Moja ya sehemu niliyowaza kuanza na msako wangu ni Ifakara, wilaya ya Kilombero, mkoa wa Morogoro. Maana kama ningelianzia hapa Dar es Salaam, hususan maeneo ya Kijitonyama ninapoishi, kila mmoja angenitafsiri tofauti. Si kama niliwahi kusikia hadithi ya wanga na wachawi huko Ifakara, bali niliona kuanzia mahali ambapo hakuna anayenijua ningelifanikisha haraka dhamira yangu. Mwanzo niliwaza juu ya Tanga, kwenye hadithi za kusadikika juu ya vifuu vya nazi vinenavyo, lakini kule kuna jamaa zangu, na hili nifanyalo nataka libaki kwa siri. Nikawaza kwenda Ufipani, napo nikatupilia mbali wazo hilo. Ifakara ikawa chaguo. Basi lilifika muda wa saa 3 usiku katika stendi ya mabasi ya Kibaoni. Begi yangu ndogo ikiwa na nguo chache, kipande kidogo cha kaniki na nyuzi 7 za sanda nilizoziviringa vizuri kwenye mzizi wa mtura. Waswahili husema, maji ukiyavulia nguo lazima uyaoge. Usiku huu begi yangu ndio ilikuwa mzigo wenye thamani zaidi kuliko hata wallet yangu yenye kadi ya benki na vitambulisho vyangu. Nikashusha pumzi, nikamfuata boda na kumuuliza mahali ambapo nitapata loji ili kwanza nipumzike. Brother, mbona loji zipo kibao? Wewe sema tu unataka ya maeneo yaliyotulia ama machangamfu, alisema yule boda akionyesha uwenyeji wake. Nilikuwa nahitaji mahali patulivu, ila ambapo naweza kupata huduma zote za muhimu, sehemu ambayo nitapata chakula, vinywaji na kadhalika. Akasema, Minarani panakufaa. Tukaanza safari. Tulipofika usawa makaburi ya maeneo ya Maendeleo, nikamuuliza ni wapi naweza kupata mchawi. Boda akahisi nimekosea, akauliza mchawi ama mganga. Nikamjibu kwa msisitizo, mchawi. Nina shida na kiumbe alozaliwa na misukule wawili. Boda akastuka, mwili ukamsisimka, akatamani apige kelele. Nikamtuliza kwa kumpiga begani. Ni wazi alitetemeka. Hakutarajia kabisa kusikia habari hizi, si usiku huu tu, bali pengine katika maisha yake yote. Ama alisikia habari hii muda mbaya na sehemu mbaya pia, kando ya makaburi. Ni wazi alipapatika sana. Hakuwa tena dereva mzuri. Mbele kidogo nikaona maandishi ya kuwaka. Ilikuwa ni Mountain Peak. Nikahisi ananipeleka hapo, lakini akakunja kulia na kupaki Golden View Lodge. Nikateremka na kijana hakuchelewa. Akaondoa pikipiki kwa mwendo wa kasi. Freemason mkubwa wewe, hunipati kirahisi. Akapaza sauti huku akitokomea barabara kubwa kurudi tena Kibaoni. Anafikiria nini kunihusisha na Freemason? Kisa tu nimemuuliza kuhusu mchawi, ama ufahamu wake mdogo juu ya uchawi na Freemason ndio umepelekea asidai hata pesa yake? No, hii ni haki yake. Na katika hili nilokusudia kulifanya, ni kosa kubwa kuanza kula kisicho halali yako. Nikaingia na kupatiwa chumba. Nikauliza juu ya chakula, nikaelekezwa baa ambayo ipo jirani. Huko nikala na kurudi ili nipumzike. Moyoni nikajiambia hiki nipate nitakacho ugenini, ni lazima nipate mwenyeji, nitengeneze urafiki naye hadi anione mimi ni wa kwao. Hapo loji kulikuwa na dada wa makamu, mchangamfu mno. Niliamini kwa umri huo kisha sikia na kuona mengi, lakini hofu yangu ni juu ya kumpa siri mwanamke. Lazima kwenye vikao siri hiyo itazungumzwa. Asubuhi niliamka na kwenda tena ile baa nilikokula usiku. Nikapata supu kisha nikaenda tena Kibaoni. Nilienda Kibaoni ili nimtafute yule boda wa jana aliyeacha pesa yake kwangu. Yule atanifaa sana kumfanya rafiki. Rafiki ajuaye maeneo mengi kwangu ni muhimu mno. Nikaangaza huku na huko bila kumuona, lakini baada ya basi dogo moja kufika,
naye akaja ili aambulie abiria kati ya wanaoteremka. Nikamfuatilia kwa macho na kwa bahati hakupata abiria. Nilipomkaribia na kunitambua akataka kunikimbia. Nikamsihi sana, huku nikimsisitiza kuwa mimi sikimbiliki. Isitoshe, mimi ni mtu mzuri kwake. Sikiliza bro, kama nilikosea naomba unisamehe. Naogopa sana kuwa karibu na wewe, alisema kijana wa watu kwa hofu. Mimi si mtu mbaya, wala asiweke hofu katika moyo wake juu yangu. Nikamchekesha, nikamtania ili mradi anione wa kawaida. Kidogo alianza kupunguza mashaka. Ni wapi hapa tunaweza kupata supu? Nikamuuliza ili nipate nafasi ya kukaa naye japo kwa dakika chache. Tulipofika nikamwagizia supu, chapati na soda. Nikalipa, kisha nikampatia noti 2 za 5,500. Jana uliniacha na pesa yako, nikamwambia huku nikikaa. Asante, lakini pale ni 2,000 tu. 10,000 nitakuwa nimekudhulumu, alisema huku akila. Usijali mdogo wangu, nikamtoa hofu, lakini bado imani yake kwangu ilikuwa ndogo. Bado kitendo cha kutoa pesa tu alilinganisha na matukio ya Freemason. Pengine hata anahisi namwazia juu ya kafara zitolewazo na wafuasi wa Freemason. Naamini alikuwa tu anakula, lakini ladha halisi ya anachokula hakuwa kikihisi. Mdogo wangu, kwenye kutafuta tunakutana na mambo mengi mno, makubwa kwa madogo. Najua unatafuta pesa kwa taabu na unatamani siku moja uwe tajiri. Nikamwanza taratibu, lakini ilikuwa kama ni udereva nimeanza na gia kubwa. Hapana, mimi sitaki utajiri, hapana, alimaka mtoto wa kiume. Nikacheka kidogo. Eti hataki utajiri. Hutaki utajiri? Kwani utajiri ni nini? Nilimpiga swali la mtego. Utajiri ni kujilimbikizia mipesa mingi, magari, majumba, vitu vya thamani, alijibu vizuri, ila nikacheka. Nilicheka ili kumvunja nguvu aamini anaelekea vibaya. Nilicheka ili kumfanya ahisi kwamba jibu alitoa si jibu sahihi na kumtengenezea shauku ya kusikiliza jibu ambalo mimi nitampa. Nikamwambia, sikia dogo, unajua utajiri unaanzia kwenye afya yako. Akaitikia kwa kichwa. Nikaona naelekea kumnasa. Na swala la kujilimbikizia mali na pesa ni hofu tu ya kesho yako. Angalia, wewe jana umepata pesa ambayo kwa milo yako ya kawaida unaweza kula siku 3 ama 4. Lakini leo umeamka tena kutafuta pesa. Moyo haujawahi kutosheka. Nikaweka kituo, nikimtazama. Akasema, mimi sitaki kuwa Freemason, na wala sitamani kwa kafara kwenye mambo yao ili wengine wanufaike. Nikamtazama sekunde kadhaa. Dhana kuwa mimi ni Freemason naona hataki kuifuta kwenye akili yake. Sikia bwana mdogo, sio kila atoai kafara ni Freemason. Tuachane na hayo. Unajua hapa mimi si mwenyeji, na kama sijakosea ninyi maafisa usafirishaji huwa mnayajua maeneo mengi mno, na pia mnafahamiana na watu wengi. Nilianza maombi yangu taratibu baada ya kijana kuanza kutulia na kuondoa hofu juu yangu. Ukiwa mgeni mahali na ukataka ujifanye unaweza kila jambo, huenda ukatumia gharama kubwa ama ukatumia muda mrefu kupata unachokitaka. Brother, ni hii jinsia tu ndio inayonipa ujasiri hata kuendelea kukusikiliza. Akanambia wazi hofu alonayo. Kwa ufupi, mimi naogopa sana hadithi za kishirikina na majini. Nikamtazama kwa makini. Hofu bado ilimtawala. Nikatabasamu. Hutakiwi kuwa mwoga, hasa kwa aina ya kazi unayofanya. Wewe unajua tayari umeshasafirisha majini wangapi waliokuja kama binadamu wakitaka usafiri wako? Swali hili lilimsisimua na kumtuliza kama alomwagiwa maji. Akashusha pumzi ndefu. Nataka uwe dereva wangu kipindi chote nitakachokuwa hapa Ifakara, hadi nitakapopata hitaji langu, na nitakulipa vizuri.
Japo kwa shingo upande aliposikia kulipwa vizuri, akakubali. Kwa hadithi za Ifakara juu ya wachawi, inasema wamepungua sana kutokana na kunyolewa kwa waliojihusisha na uchawi. Ni njia inayofanywa toka enzi hizo kukomesha uchawi katika ukanda huu. Hivyo haikuwa jambo rahisi kupata msukule katika njia za kawaida nilizotumia. Siku ya 16 Ifakara, yule boda alinionyesha mama mmoja alionyesha ameshiba dini. Nyimbo kinywani mwake ni mapambio na ni mtu asopitwa na ibada kanisani. Na rafiki wa safari zake ilikuwa ni Biblia ndogo aloibeba mkononi mwake. Huyu anaweza kukusaidia, akasema huku akinionyesha kwa macho. Kwa mshangao nikamwambia, huyu si mlokole? Akasema nje ni mlokole, lakini inasemekana ni fundi wa kuruka usiku. Unajua hizi dini watu wengine hutumia kama kivuli cha maovu yao. Ilikuwa zamu yake kuniduaza. Nikashusha pumzi. Sawa, anaishi wapi? Nikamuuliza kwa shauku. Akaniambia yeye anajua anapoishi na alifanya utafiti juu ya hayo baada tu ya kudokezwa na boda mwenzake. Inasemekana mama huyu alimuua mumewe na wanaye wawili ili apate cheo cha umalkia wa wachawi. Ukimtazama mama huyu haonekani kabisa kuwa na sifa hizo, ila lisemwalo lipo, ndio usemi wa wahenga. Hebu niambie unafuatilia simulizi hii ukiwa wapi? Kisha unaweza comment katika comment section kuniambia. Saa 5 usiku wa siku ya Jumapili tukafika nyumbani kwa yule mama. Bodaboda wangu nikamruhusu na kumwambia nifuate kesho asubuhi. Nilimweleza kwa uhakika sana. Kabla ya kugonga mlango nikamsindikiza kwa macho hadi alipopotea. Nikatoa Biblia ndogo kwenye mkoba wangu. Nikaitazama nyumba ile iliyojengwa kwa tofali za dongo la kuchoma. Palikuwa patulivu mno eneo hili la Katindiuka, nje kidogo ya mji huu mdogo wa Ifakara. Nyumba ilikuwa kimya, hakuna mapambio wala migongano ya vyombo. Nikahisi mama huyu atakuwa tayari amelala. Nikagonga mlango. Haraka sana akajibu na kufungua kama alokurupuka. Akaanza kuimba. Akaimba nyimbo za kanisani. Akafungua huku akiendelea kuimba. Nani wewe? Akaniuliza akinitazama kwa makini. Nikamwambia Bwana asifiwe. Nikaipiga hiyo bila kujibu swali lake. Akanitazama kisha akajibu, samahani sana mamangu, nimepotea, mimi ni mgeni na bahati mbaya simu yangu imeingia maji. Naomba unipeleke kanisa lolote nipate hifadhi kwa usiku huu. Kanisani muda huu? Akaniuliza kwa mshangao. Ndiyo, sina mahali pengine naweza kupata hifadhi. Sina pesa, nadhani huko nitapata muumini anayeweza kunisaidia chakula na maji. Akashusha pumzi. Akanikaribisha huku akiitazama Biblia yangu mkononi, amekunja sura. Biblia yako weka kule. Ilikuwa kama amri ya kustukiza. Nikageuka. Sura ilimaanisha. Hakutamani kabisa niingie ndani, ila kivuli cha uchamungu kilimsuta. Nikakaa kwenye sofa la kizamani hapo sebuleni. Unatokea wapi? Aliniuliza kabla hajaenda jikoni. Nikamwambia natokea mkoa wa Dodoma katika wilaya ya Mpwapwa. Nilimdanganya. Mama yule akaguna. Mbona lafudhi yako ni kama mtu wa mikoa ya Pwani? Alibaini kitu yule mama. Kuna kitu unadanganya. Kauli yake ikafanya kichwa changu kifanye kazi haraka. Nikamwambia namaanisha kwamba safari yangu nimetokea Dodoma. Ni kama alipuuza jibu langu. Akaingia jikoni. Nikasikia akizungumza na mtu kama anamkaripia. Kisha akatoka na chakula tena cha moto. Karibu chakula. Alinikaribisha. Kisha akakaa kwenye kochi jingine akinitazama. Mpenzi mfuatiliaji wa kisa hiki, tafadhali usikose kufuatilia sehemu ya pili ya simulizi hii. Uwepo wako ndio unanipa nguvu na like yako itanipa sapoti, na ukicomment na kushare utawafanya watu wengine wanaopenda simulizi za aina hii wazisikie kwa ufasaha. Ciao.